Ukiskip leg day tena leo, video hii ni kwa ajili yako specifically. Lakini kama uko serious, basi kaa, kwa sababu leg day ya leo siyo ya kawaida. Leo tuna science, tuna maumivu na tuna real results. Let's get it. Nimekuandalia mazoezi manne tu, lakini nimechagua kwa makini sana: leg press, sumo squats, walking lunges na seated leg curl, na nitakueleza exactly kwa nini kila moja ipo kwenye listi hii na sio random. Stay till the end, kwa sababu exercise ya mwisho wengi hawajui wanakimbia nini wanapokimbia. Zoezi la kwanza ni leg press. Hii inafanya kazi kwenye quads zako, misuli minne mikubwa ya mbele ya paja lako. Na kwa nini tuanze nayo na si mwisho? Basically, mwili wako unahitaji warm up vizuri kwa heavy compound movements before isolation. Kitu cha kuzingatia hapa: hakikisha miguu iko shoulder width apart, magoti yako yanafuata vidole ulikoelekeza, na ukiona magoti yako yanaingia ndani, basi ujue uzito ni mkubwa, na hapa hatuhitaji ego lifting bro. Kwa hiyo punguza uzito. Movement yako iwe polepole, kwa sababu controlled reps zina build more muscle than throwing weights around. This is not opinion, that is research. Zoezi la pili ni sumo squats with dumbbell. Nasikia kuna watu wengi wakisema sumo squat na regular squat ni sawa tu. No. Unaona position hii? Miguu iko wide, vidole vimetoka nje kama degree 45. Hii inabadilisha angle ya movement completely. Kwa kufanya hivi, unafanya kazi kubwa katika inner thighs, yani adductors, pia na glute medius kwa level ambayo regular squats haifiki. Na hii muscles ndio inayofanya legs ziwe defined, sio tu kubwa. Kama wewe ni mtu ambaye una knee pain na regular squats, jaribu hii. Sumo stance inasambaza load differently. Pressure inakuwa sio kubwa sana kama squats ya kawaida. Hakikisha dumbbell inashikwa katikati na pia inashuka katikati ya miguu, huku chest ikiwa juu, mgongo straight, na pia usiiname mbele kama unasikiliza kitu kwa chini. Zoezi la tatu ni hii walking lunges, na hii itakuuma different, aina ya maumivu ambayo unajua kabisa unafanya kitu sahihi. Kwa nini walking na sio static lunge? Jibu ni simple tu. Unapotembea na lunges, body yako inalazimika kustabilize kila step, na hii ni muhimu sana kwa watu wanaokaa kazini, hasa muda wa saa 8, kwa sababu hip flexors zinakuwa tight na glutes. Hapo zinasahau kabisa kufanya kazi. Na kama gym yako ina watu wengi wanaokuangalia, just ignore them. Wao hawafanyi walking lunges kwa sababu wanaogopa embarrassment. Wewe unafanya ndiyo ambayo utaona results. Na zoezi la mwisho kabisa ni seated leg curl. Exercise ya mwisho ni hii, na hii ndio ambayo niliahidi kuwa ni exercise ambayo watu wengi wanaikimbia bila kujua wanakimbia nini. Seated leg curl ambayo inagusa hamstring moja kwa moja, misuli ya nyuma ya paja, na watu wengi wanafanya squats, leg press, lunges, kisha wanaenda home, wanaacha hamstring, ambayo ni big mistake. Kwa nini? Kwa sababu hamstring na quads zinafanya kazi kama team. Ukijenga quads tu bila hamstring, unaweza kuweka mwili wako kwenye riski ya ACL injury, na hii sio joke. ACL surgery ni miezi 6 to 12 ya recovery. Sasa kwa nini seated na si lying leg curl? Hii ni science mpya. Studies zinaonyesha seated position inafanya hamstrings zifanye kazi katika lengthened position. Maana yake ni kwamba zinakuwa ziko stretched zaidi, na muscles zinakuwa faster ukizifanyia kazi wakati ziko stretched. Hii inaitwa strengthened overload, na ni moja ya discoveries muhimu zaidi za hypertrophy research recently. Angalia hii. Ukishuka hesabu hadi 3 polepole. Hii ndiyo eccentric phase na ndiyo inayojenga muscles. Ukishuka haraka haraka, una waste half ya exercise. Squeeze hapo chini, hold kidogo, kisha rudi. Ukifanya hivyo vizuri, utajua kesho asubuhi, sio wakati huo ulitoka kufanya. Hiyo ndio leg day yetu. Exercise 4 science based zilizochaguliwa kucover kila muscle ya lower body: quads, hamstring, glutes, adductors, no muscles left behind. Sasa nataka kujua kitu, niambie kwenye comments. Je,
Exercise gani ilikuuma zaidi? Leg press, sumo squats, lunges au leg curl?